anayetaka afe. Kila mtu anakimbia. Kijana mmoja kanijia siku moja majira ya saa 5, anakimbia na hema. Ilitokea ajali Msangamweru, alimanusula, wengine wakafa. Yeye akajikuta yuko Ifisi. Akiwa melala kitandani, akaona aliye kwenye kona kule anakoroma. Yanaishia. Walikuwa wote kwenye ajali. Hajakaa sawa, anaona aliye kando yake hapa ndiye anagonga kamguu namna hii. Anaenda. Anasema, baba mchungaji, nikakaa nikafanya hivi. Nikajaribu kuinua miguu nikakuta inakubali. Hakuaga daktari wala muuguzi. Aliahirisha, akaacha na kikoi chake pale kitandani. Anaogopa kufa, maana mchukua roho amekuja. Akanyata tu, ni kama alikuwa anaona wagonjwa. Akatoka mlango wa kwanza wa hospitali, pana mageti 3. Akatoka geti la kwanza hapa, ni kama alikuwa kuona mgonjwa. Geti la pili, la 3 la kutokea, wanamuuliza, ni kama uliletwa na wale wagonjwa majeruhi wa jana. Saa mimi sikuwemo. Anaingia kwenye bajaji inayoondoka imejaa, kaning'inia. Akaona bajaji inachelewa, akashuka, akaanza mbio, akakatisha kwenye hoteli moja iko pale ya nafikiri Mwamposa ng'ambo, ila kavuka. Akajikuta tu ametokea kanisani. Anasema, baba mchungaji, leo ninatubu dhambi zote. Inawezekana hapa naweza nikafa, maana nimeona kwa macho yangu wawili wamekufa. Sioni sababu ya kuchelewa. Kuna watu wataokoka kwa adhabu. Baada ya kupita kwenye mateso ndipo watageuka, na wanaotenda dhambi wakiwa wamejificha watakuja kutubia dhambi zao wakati wako kwenye kibano. Ndipo watakumbuka kwamba tulikosea, saa ya kufa imefika. Ni heri kutubu mapema. Haleluya! Biblia inasema, sasa nikurudishe. Nilitaka uone watu wanavyoogopa ukieleza habari za kurudi kwa Yesu. Hawataki kuzisikia. Wanataka habari za burudani, habari za kufurahisha tu basi. Lakini utafurahi, je, una uhakika na kurudi unakokwenda, ama utaishia hapa? Yesu akawaambia wanafunzi wake, sikieni, mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama mahali pasipolipasa, asomaye na afahamu. Naomba msaada kaspika kageuke kidogo hivi. Haleluya! Asomaye na afahamu. Anasema, ndipo walio Yudea wasirudi Yerusalemu, walio mlimani wasishuke, aliye darini asirudi. Ni ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi kama huu mwezi wa 6 na wa 7, au siku ya Sabato. Hawakuelewa wanafunzi wake. Asante mkurugenzi wangu. Hawakuelewa, wakaendelea kuwapisha. Hawana habari. Haleluya! Yesu akafa akaondoka.
wakaendelea na Injili. Hata wale waliowaombea waliponywa magonjwa yao, wakashiriki kumsaliti. Lakini si kitu, maana uliyempenda sana, uliyemhudumia sana, uliyemjali na kumsaidia, anaweza kakusaliti dakika yoyote, akawa mwiba mkubwa kwako. Isikushangaze hiyo. Wewe si wa kwanza. Anaweza hata akawa mtoto wako, mchungaji, akawa mzee wako wa kanisa, akawa mshirika, yeyote yule. Wewe sio wa kwanza. Haleluya! Safari ya Yesu ikaendelea, amemaliza, akafa, akafufuka. Ule mwaka wa 33 Yesu Kristo akiwa amewaacha wanafunzi wake na nguvu ya Roho Mtakatifu, yule aliyemwahidia ili awape ujasiri, awawezeshe kushinda. Maana mtu aliyeokoka hawezi kushinda bila Roho Mtakatifu. Haleluya! Na ndiyo maana tunahimiza na kufundisha watu wamchae Roho Mtakatifu. Hata kama kuna watu na dini zao wana misimamo yao, achana nao. Lakini ahadi ya Roho Mtakatifu ni ya kila anayemwamini Kristo, inathibitisha huyu amekuwa mfuasi wa Yesu kweli kweli, wala sio mbabaishaji. Mtu akimkosa Roho, huyo ni mbabaishaji, na mbinguni hawaendi wababaishaji. Mbinguni wanaenda wenye nguvu. Yesu alisema, Yohana, tangu ubatizo wa Yohana, ufalme wa Mungu unapatikana kwenye nguvu. Waliomcha Roho Mtakatifu aliye nguvu, walafu wanajiepusha na dhambi, hawatendi dhambi tena. Baada ya kuokoka, wanabaki wamesimama na Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwaka wa 40 akauawa mtume wa kwanza, anaitwa Yakobo. Safari kaendelea. Mwaka wa 66 Wayahudi wakakataa kutawaliwa na dola ya Rumi. Rumi kageuka mwaka wa 70 ili lile neno lililonenwa na Yesu litimie chini ya jemedari Tito. Yale aliyoyasema Yesu, mtakapoliona chukizo limesimama mahali pasipolipasa, asomaye na fahamu. Ndipo sasa adha ikaingia kwa mitume, mateso makali. Halafu lile hekalu lililojengwa na kina Zerubabeli na likaboreshwa na Herode mkuu, lile hekalu likaharibiwa, likabomolewa. Wakati hekalu la kwanza lililojengwa na Sulemani lilikuwa limebomolewa na Nebukadneza wakati anawachukua Wayahudi kwenda utumwani, lilivunjwa. Lakini mtu mmoja aliyekuwa anaashiria unabii wa yale yajayo, aliyekuwa anaitwa Antiochus Epifane wane, yeye aliingiza vitu haramu madhabahuni. Chukizo la kwanza likaingia kwenye madhabahu ya Mungu, na kama haikutosha, nao Rumi wakavunja hekalu lile likaharibika. Wanafunzi wa Yesu waliuliwa wengi wafuasi, na wanafunzi wakataka kutoroka. Adha ikafika, lile lilonenwa la Yudea asirudi Yerusalemu, maana kirudi ni ole wake. Kwa nini siwe siku ya Sabato? Wao walikuwa na sheria za kurusha kimo cha jiwe. Wakati wa vita hawezi kuzingatia sheria, mtu anatafuta kujiokoa. Haleluya! Unasikia kwenye vyombo vya habari nchi ambazo kwa bahati mbaya zimeingia kwenye vita na migogoro,
vile watu wanavyopata shida na taabu, mambo mengi huwa yanavunjwa, hayazingatiwi. Kila mmoja anatafuta namna ya kujiokoa mwenyewe. Ikawa saa hiyo, kila mmoja kati yao alitafuta namna ya kujiokoa, ajiponye namna gani. Chukizo limeshafika, limeingia patakatifu, pale pasipolipasa. Lakini Bwana alishawaambia, mukishaona hivyo, changamkeni, inueni macho yenu juu, mkamtazama Bwana. Lakini wao hawakuelewa, na baada akawasisitiza. Munaona jiji la Yerusalemu lilivyojengwa? Hekalu lilikuwa zuri mno, limenakshiwa kwa dhahabu za kutosha, sio mafeki, dhahabu original nzuri. Halafu limejengwa kwa mawe makubwa. Wao walikuwa wametathmini lile hekalu lichukua miaka mingi, lakini kumbe ni mawazo yao. Kama na wewe unavyojivunia hicho ulicho nacho, unafikiri ni cha kudumu, kumbe ni cha muda mfupi tu. Mwingine anakataa kuokoka kwa sababu ya kanyumba kake, kwa sababu ya kagari kake, kwa sababu ya chochote alicho nacho. Hicho ni cha muda mfupi tu, ndugu zangu. Hicho ni cha muda mchache. Chochote mwanadamu alicho nacho ni cha kupita tu. Chochote mwanadamu anachojivunia ni cha kupita tu, ni cha mpito. Kinakuletea utukufu wa muda mfupi, lakini baadaye kinapotea, haukioni tena. Haleluya! Asifiwe Mwokozi Yesu. Yesu akawaambia, haya mawe mnayoyaona halitasalia jiwe juu ya jiwe, na hata ili hekalu hamutaliona hapatakuwa na jengo juu ya jengo jingine. Hawakuelewa. Muda ukafika, mawe hayakuonekana tena yaliyokuwa yamejengewa na hilo hekalu, na hekalu lenyewe likavunjwa. Halafu vyovyote walivyokuwa nafikiri wangeendeleza, ikawa ndiyo mwisho wake. Habari yake ikakomea hapo. Sina muda wa kwenda mbali zaidi hapo, lakini nisikie, liko hekalu la tatu. Kwa nini likapomolewa hekalu la mwili? Lilikuwa jengo kama hili. Hili limejengwa kwa broko na mawe, lile lilikuwa na mawe kwa dhahabu. Lakini kwa nini likavunjwa? Lilikuwa ni hekalu la mwilini. Yesu alikuwa anaandaa hekalu la rohoni ambalo linaitwa kanisa. Na kanisa sio jengo hili. Kanisa ni mtu aliyeokoka, amemfuata Yesu, amekataa uovu wote, alipoamua kugeuka hakurudi tena nyuma. Akasema, mimi na Yesu tu, wala sitarejea dhambini tena. Huyo anaitwa hekalu. Haleluya! Ndilo hekalu ambalo Biblia inalisema lile likafutwa la mwili, linakusudiwa la roho, ambalo ni mimi na wewe, wewe na mimi. Ndilo hekalu hilo. Na shetani siku hizo alikuwa anatafuta hekalu, jengo, kwa kuwa kulikuwa na maagano ya Mungu humo, kulikuwa na vitu vya Mungu ndani yake. Lakini Bwana akaamua kubomoa ruhusa ili vile vitu viingize rohoni, halafu kila anayeokoka vikae ndani yake. Haleluya! Na kunyamazisha kimya ibada za lile agano ambazo hazikuwasaidia Hawa, na sadaka za wanyama ambazo hazikuwasaidia Hawa. Akamwinua mwanaye Yesu Kristo akawa sadaka ya pekee, sadaka ya kuteketezwa iliyochukua dhamana ya kuokoa wanadamu wote wanaomfuata yeye wapate ukombozi. Na ndio maana tunao ukombozi
kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mateso yake yeye akafanyika sadaka mara moja, ili awakomboe waliofungwa, ili awakomboe waliotekwa, ili awakomboe